Al-Haq TV, fuata njia ya sawa. Alhamdulillah rabbil alamin, amara al-islaha fil ardi faqala ta'ala wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نهى عن الفساد في الأرض فقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع الآمنين فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز من اتقى. Baada ya utangulizi huo mfupi, hotuba yetu ya leo inatuhimiza kupiga vita ufisadi. Muharabatul fasadi faridha, wajiba. Kupiga vita ufisadi ni jambo la dharura, ni jambo la wajibu. Unwani hii ya ufisadi kwamba ni mbovu, haufai katika jamii, si jambo la sasa. Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha haramisha ufisadi toka zamani sana kwa manabii waliotangulia, na kwamba fasadi ni gonjwa, ni maradhi yasiyofaa katika jamii. Nini maana ya al-fasad? Ulama wa lugha wanasema al-fasad huwa khuruju shay'in 'anil i'tidal sawa'un akana al-khuruju 'alayhi qalilan au kathiran. Ni kutoka katika njia ya sawa, ni kutoka kwa chochote kile kiwacho ukajitoa katika njia ya sawa sawa sawa, ikawa kutoka huko ama kukitoa kitu hicho kikawa ni kidogo ama kikawa ni kingi. Bimaana ufisadi huo ni kutotenda uzuri sawa sawa, ikawa ni kwa ajili ya mtu mmoja ama ikawa ni kwa umma. Huo ni ufisadi, huo ni ufisadi. Katika dini yetu ya Kiislamu neno siasa lipo, inategemea tu siasa hiyo inazungumzwaje. Sasa yasusu siasa lipo, namna ya kusimamia na kuongoza taratibu na kanuni za uendeshaji katika jamii. Imo siasa tu sharia. Anapotakiwa kupatikana mtawala katika Uislamu, imo siasa anapatikanaje? Wanakaa ahlul hilli wal aqd,
wataalamu wenye akili na uelewa wa mambo, kufuata vigezo vya kisheria vilivyowekwa na Uislamu. Tunampataje mtawala? Alipofariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walikaa muhajiruna na ansar. Muhajiruna wakasema amiri ama mtawala anatokana na sisi, ansari wakasema mtawala anatokana na sisi. Hapo hayuko Abubakar wala Umar wala Uthman wala Ali. Makundi haya mawili, muhajiruna na ansar. Muda huo Ali, akina Albas na wengineo wamo katika maandalizi ya kuandaa mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukumbuke kwamba umma kipindi hicho umepata na fadhaa kubwa. Ni kweli kafa Mtume? Je, anaoshwa na nani? Je, anasaliwaje? Je, atazikwa wapi? Ni Maka, ni Madina au Filistini, Masjid al-Aqsa? Nani ataongoza salatul janaiz? Kulikuwa kuna maswali mengi ambayo umma ulibakia kwenye zaa, kwenye balbala, utulivu hamna. Kuthibitisha kwamba ni balbala na hali ni nzito, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alisema nini? Nimsikie mtu anayesema kwamba Mtume kafa. Unafikiri Umar hajui kwamba kuna kifo? Unadhani Umar hajaisoma Qur'an? Ni ile fadhaa. Njiani anapewa taarifa Umar kwamba kumekaliwa kikao kule, nawe ndiye uliyependekezwa kuwa ndo khalifa, amiri, mtawala wa umma wa Kiislamu baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika, mimi nakatakata tu kifupi ili nikulete kwenye mahali. Alipofika tu baada ya kupewa lile dodoso, akasema yawezekana vipi kwa Umar mimi nisimamie utawala wa daula al-islamia na ili hali ya kuwa Abu Bakar yupo? Haliwi sawa hilo, na wala haiwezekani. Muda wa kuwa niko hai mimi, yuko wapi Abu Bakar? Hati yadaka, lete mkono wako, nakupa mkono wa bai'a kwamba wewe ndio amiri al-mu'minin, khalifatu rasulillah, sote tuko chini ya amri yako sisi. Hakuna aliyebaki nyuma ila anakuja kutoa mkono wa bai'a kwa Abubakar. Hakuna pingamizi. Si kwamba labda hakuna vinyeneno chini, vipo, wakati mwingine vipo, lakini mkubwa wetu mwenye uelewa katika dini na utaalamu kasema kwetu sisi ni sam'an wa ta'a, nasikiliza na kutii. Abu Bakari hakupiga kampeni kwamba niteueni mimi, na ndipo aliposimama khatiban kuzungumza na umma baada ya kupewa majukumu na madaraka. Alisema nini? Ulitu wa lastu bi khairikum, nimepewa uongozi lakini mimi si mbora kwenu. Mkiniona nipo sawa katika utawala na uongozi, nisaidieni. Mkiniona siko sawa katika baadhi ya mambo, ninyosheni, niongozeni. Mambo yakaenda. Hiyo ni siasa. Kwa hivyo hapa yaonyesha kwamba kiongozi anapokosea, anapoghafilika, anapokwenda mrama, umma unatakiwa ufanye nini?
umma unatakiwa umnasihi kwa kufuata nini? Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Limani ya Rasulullah, tunanasihiana kwa ajili ya jambo gani? Lillah wa lirasulihi wa likitabihi wa lia'immati almuslimin wa ammatihim. Lazima tunasihiane. Katika Uislamu, anapokosea kiongozi anahitaji kunasihiwa, turudi kwenye njia sawa. Lakini linapotokea kundi kuasi amri ya kiongozi na mtawala kipindi hicho, pasi na kutanguliza nasaha hizi na kumrejesha katika kitabu na sunna, wakaamua kujitokea walivyoamua, hawa ni khawarij, wamejitoa katika njia sawa, na wanatakiwa wapigwe vita kwa namna yote iwayo mpaka warudi katika njia sawa. Faaslihu bainahuma hatta tafia ila amri Allah, mpaka warudi. Kwa hivyo, kwa mafuhumu haya mafupi na uelewa huu mfupi, sisi Waislamu hatuna ruhusa katika dini yetu ya Kiislamu kuasi na kuleta maandamano yanayoleta ufisadi katika ardhi. Ni haramu. Ahlul hil wal aqd, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Sheikh Nasiruddin al-Albani, Abdullah Salih al-Fawzan, ndio ulama al-muasirin wa zama za sasa. Hawajibu kwa matamanio ya nafsi zao, wananukuu vipande kutoka nyuma. Hakuna maandamano yenye manufaa, bali ni shari tena kubwa tu. Mara nyingi na miaka iliyopita tulikuwa tukisimuliwa, tukiwachangia watu chakula na madawa na kadha wa kadha. Nafikiri kuna msafara ule kupita hata hapa Arusha, ukitokea South Africa unakwenda Filistini, tukachanga misikitini wapate madawa, wapate chakula. Tulikuwa tunachanga tu, tunasikiliza kwenye vyombo vya taarifa za habari. Lakini mwaka huu tumeyaona kwetu, hatusimuliwi. Shari umeona ilivyo mbaya, dhulma tumeiona ilivyo mbaya, ufisadi tumeuona katika mgongo wa ardhi. Ndugu yangu Muislamu, kama ulishiriki, tubia kwa Allah. Kama uliachia familia yako kwenda kufanya ufisadi katika ardhi, warejeshe, watubie kwa Allah. Kama uliunga mkono ufisadi kama ule, tubia na urejee kwa Allah. Haram. Qala Allah Ta'ala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Umeenea ufisadi katika nchi kavu, ardhini, na katika bahari pia. Mtakumbuka baharini kuna kipindi meli zilikuwa hazipiti za mizigo kutoka Dubai, kutoka Thailand, kutoka China, kutoka wapi. Walikuwepo wanaume katika bahari, haipiti meli, lazima kuna pesa walipe ndio ipite. Fisadi fil bahr. Yote haya bima kasabat aidi nas, ni mateso tunayopata umma kutokana na yale ambayo yamechumwa kwa mikono ya baadhi ya watu. Sasa Allah atatuadhibu
liyudhiqahum, ili awaonjeshe adhabu, kutokana na kile walichokifanya, la'allahum yarji'un, ili waweze kutubia kwa Allah, warudi katika njia ya sawa. Watu wamekosa kula, watu wamekosa madawa hospitalini, watu wamekosa sala ya jamaa msikitini, wamekosa Ijumaa, wamekosa huduma. Wengi katika sisi ni lazima utoke ndio ule. Kama hujatoka, nani atakuletea chakula? Hatuna mafungu kama hayo majumbani. Kila mmoja katika sisi ameathirika kwa namna anayojua yeye, mpaka hata wanyama wanategemea kipato chako wewe, ndipo wale na wao. Liyudhiqahum, ili awabinye Allah na awaonjeshe Allah na awatie uzito Allah, kutokana na yale ambayo baadhi yao wameyafanya. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yuhibbu al-fasad, Allah hapendi ufisadi. Kwa upande wetu sisi Waislamu, huu ni ufisadi. Anasema al-Abbas ibn al-Fadl, al-fasad huwa al-kharab, ufisadi maana yake ni kuharibu. Min suwari al-fasad fi al-ardh, katika aina za ufisadi katika ardhi, mojawapo ni za'za'atul amni, kutia taharuki na msukosuko katika amani. Kwa bil mithali yatadhihu al-maqal, angalia sasa, kuna waliokuja saa moja hapa, waliokuja saa 2, saa 3, saa 4, waliokuja saa 6, wanaoendelea kuja kwa amani. Hakuna bomu njiani, wala risasi njiani, wala jiwe njiani. Amnun tam, amani kamili kwa ajili ya kuja kutekeleza ibada. Lakini siku zile watu waliulizana, bwana, iko Ijumaa leo ama hamna? Hatunasikia mufti kule amesema haipo, wala sijasikia adhana hata mimi msikitini. Basi acha tupige tu adhuria hapa nyumbani bwana. Hakuna amani. Sasa anayesababisha ukosefu wa amani, hiyo ni fasadi katika ardhi. Haijalishi ni Muislamu ama si Muislamu, huo ni ufisadi katika ardhi. Awwal matlabin talabahu Ibrahim alayhi salam, takwa na hitajio la mwanzo aliloliomba Nabii Ibrahim alayhi salam kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa bidhati, baada ya kukamilisha taratibu za ujenzi wa nyumba tukufu, kuirepea tuseme. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam, ewe Mola wangu wa haki, ijalie nchi hii iwe ni nchi ya amani, uniweke mbali mimi na kizazi changu kutoabudu sanamu. Hii pia yaonyesha baada ya amani ni kwamba ufisadi katika ardhi wa mwanzo kabisa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuabudu masanamu. Hiyo ni fisadi katika ardhi. Na kuivunja amani katika nchi ni ufisadi pia katika ardhi. Fama hasala fi biladina, kilichotokea katika nchi yetu, inama huwa iradatu lil ifsad, huku ni kuleta ufisadi fil ardhi. Inama hamalahum ala dhalika alhasad, kilichowabeba waliotuingizia ufisadi huu ni hasad. Hasad. Amani tuliyokaa nayo muda mrefu hakuna anayependa katika maadui,
neema tunayo neemeka nayo hakuna anayependa katika hasid. Katika utawala huenda na daima mara nyingi yanatokea, yapo mapungufu ya kibinadamu, yapo hayakosekani. Unadhani toka nchi hii imepata uhuru mpaka leo hii watawala wote waliotangulia hapajawahi kutokea matatizo hata siku moja? Hawajawahi kuuawa watu tu hivi hivi? Mengi tu. Unataka ushahidi upi ikiwa muhusika wa kosa anasimama mbele ya umma, aidha kwa maandishi au kwa mdomo, kwamba naomba msamaha kwa yale niliyokosea, nimeua nafsi ambazo hazina makosa, nisameheni ndugu zangu wa Pemba? Haukuwa ufisadi ule? Ilikuwa ni halali ile? Hapana. Yanapita, yapo tu, kila mmoja kwa wakati wake na mitihani yake atapata. Lakini Waislamu kwa sababu wanajua dini, wanaelewa sheria, wanaelewa umuhimu wa amani, hata wale ambao ni Wapemba waliouawa ni ndugu zao na maiti wanazichukua na wanaenda kuzizika, hawakufanya fujo, hawakufanya maandamano, hawakuleta kitu chochote, kwa sababu wanajua halipo ili katika dini. Sisi Arusha tumekumbwa na nini? Naamini nayathibitisha na huenda nadhania kwamba wengi katika sisi Waislamu hatushiriki vitu kama hivi, lakini kama wako baadhi yetu wamejiingiza, ni kosa, na mlango wa nasaha uko wazi. Watoto ni wa kwetu, tuwaonye, hii si tabia ya Kiislamu. Ulishaona maandamano kwenye familia kwamba baba kila siku tunarudisha ugali maharage tu, sasa mama simama pale mbele na watoto nao wangesimama nyuma? Vunja kioo cha nyumba, vunja mlango, uangalia kule kuna sukari ama hakuna, mchele huko ama hakuna, piga. Baba anatokea dirishani, familia imekasirika huko ndani, umefanya maandamano. Ulishaona hicho kitu? Tuna maandamano hapa msikitini kwamba imamu anatusalisha swala ndefu mchana, tuandamane, hatumtaki. Ulishaona kitu kama hicho? Au tunamwambia tu bwana, swala yako ndefu, fupisha bwana, michango yako mingi bwana, hatuwezi sisi. Tunadanganywaje na vitu kama hivi? Tunaacha sheria yetu na iko wazi. Ma faratna fil kitabi min shay, hakuna kilichosazwa, kilichoachwa ndani ya kitabu cha Allah hakijabainishwa, si kwenye mambo ya utawala, si kwenye siasa, si kwenye hukumu, si kwenye haki, si kwenye kheri, si kwenye shari, kipo wazi. Sisi hatuhitaji kusuluhishwa na mtu mwingine ambaye si katika sisi, katika jambo liko wazi kwenye kitabu. Unataka nini? Hapa ndipo sasa anaposema Mtume SAW, la yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman, haiwi halali kwa Muislamu yoyote kumtia shaka na wasiwasi Muislamu yoyote. Nakira, haiwi halali kwa Muislamu yoyote awaye, awe ni mwanasiasa ama si mwanasiasa, awe mgombea ubunge ama udiwani, awe si mgombea, awe atakavyokuwa, bisharti kwamba ni Muslim, si halali kwake kumtia shaka na zaa na balbala ndugu yake Muislamu kwa namna yote iwayo, si halali. Umeingia umekosa, shukuru alhamdulillah. Umeingia umepata, shukuru alhamdulillah. Si inatubainishia dini
ajaban li amri almu'min, ajabu iliyoje katika jambo la mtu ambaye ni muumini, muislamu wa kweli. Akipata musiba sabara, sema alhamdulillah, si nimekosa. Akipata khairi, amepata, shakara, anasema alhamdulillah, si nimepata. Hakuna mapigano. Ndugu zangu, atharu al-ifsad fi al-ardi wa tarki al-islah huwa sababu kulli niqma. Athari mabaya ya ufisadi katika ardhi na kutoyatengeneza na kutoyasuluhisha ndiyo sababu ya kila ovu katika mgongo wa ardhi. Wa unwanu kullu shaqa, na ndiyo adresi ya kila uovu katika ardhi. Paka tunaogopana. Watu wa lugha moja, watu wa mtaa mmoja, mpaka watu wa dini moja, pamoja na kwamba tuliungwa na lugha na utaifa tukawa ni wamoja, lakini imefikia hatua sasa kuna harufu na kuna chembe chembe zinazoashiria itikadi zetu zinahusika katika mambo haya. Nafikiri tutabaki salama? Hapana, itakuwa ni mtihani mkubwa. Miongoni mwa nikima ambazo tunazozipata kulingana na ufisadi kama huu, ahlul ilmu wanatuambia hata mvua pia Allah anazipunguza na huenda akazikata kabisa kwa sababu ya mambo kama haya. Manake yanapelekea umwagikaji wa damu ambao haukuwa na ulazima wala sababu. Idha qahta almatar, wanasema ahlul ilmi, inapokatika mvua, fa inna ad-dawaba tal'an, viumbe wengine wanalaani. Wanamlaani nani? Uswata bani adam, waovu katika wanadamu ndio wametusababishia haya sisi. Amekaa paka hapo, hajapata maziwa, hajapata fupa, chakula hakimu ndani ya nyumba, mabaki ndio chakula chake, ale wapi? Na mwenye nyumba hawezi kutoka, wanalaani. Hiyo ni moja tu. Wataqulu Allahumma la'anhum fabisababihim ajdabat al-ardh, ewe Mola wa haki, walaani hao, kwa sababu yao imekauka ardhi. Waqahata al-matar, na hainyeshi tena mvua. Sasa basi, kama tulivyosema, dini yetu haijasaza kitu. Katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitolea mfano wa wasafiri ambao wako katika safina, iliite jahazi ama iite meli ama iite merikebu, wako wa juu na wa chini. Hawa chini kila wanapotaka kupata maji yao lazima waende juu wakateke kule. Mwisho wakaona kwamba huenda tunawaudhi hawa, lazima tuamshe, lazima tupite, tuwasogeze vichwa vyao, huenda wamelala. Ya nini? Tuchukue hapa chini, mbona ni karibu tu. Wale wa juu wanapogundua kwamba jamaa wanatoboa chini ili wapate maji ya kunywa, wasipoishika ile mikono yao kwamba msitoboe hapa, wataangamia. Na wakiishika ile mikono yao, maji yenu mtapata juu, wataokoka wote. Fa idha tarakuhum ahalaku wa halaku jami'an, wakisema wacha tu bwana wachukue maji huko chini, wanasumbua sana huko juu, wale wataangamia wa chini na wa juu kadhalika wataangamia wote kwa pamoja. Wa idha akhadhu ala aidihim, wakizuia mikono yao, wakazuia ule ni ufisadi sasa, wakawanyima wasifanye hivyo, najau, wataokoka. Wanajau jami'an, na wataokoka wote. Hii inamaanisha nini?
Hadha huwa islahu al-ardhi, huku ndio kuitengeneza na kuweka islaha katika ardhi. Tusipoidhibiti mikono yetu na watoto wetu na kizazi chetu, tukawaacha wafanya ufisadi watakavyofanya, wao wataangamia. Watapigwa risasi na mtawala, watapigwa risasi na viongozi wa ulinzi wa umma. Zikitoka kwao zitakuja nyumbani, kwa sababu yule akimfukuza, akiona anakimbilia nyumbani, anapeleka kule kule nyumbani. Wanaangamia wale, tunaangamia na tulikuwa ndani. Lakini tukidhibiti mikono yao, tunawaokoa wale, kadhalika na sisi tunaokoka kwa pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala alisema kupitia ulimi wa Nabii Shuaib alayhi salam, u'budullah, waambie watu wako wamwabudu Allah, warjul yawmal akhir, watarajie malipo na mazuri siku ya mwisho. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wasitembee katika ardhi hii, wasiishi katika ardhi hii na ile hali ya kuwa wao ni mufsidin. Haifai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وقال تعالى في لسان موسى عليه السلام, نبي الله موسى عليه السلام anapowalingania Bani Israili na vitimbi alivyovipitia Musa alayhi salam, anaambia kulu washrabu, jamani kuleni na mnywe katika vile alivyokupeni Allah miongoni mwa neema zake, min rizqillah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, msifanye ufisadi na uharibifu katika ardhi ninyi. Tunakula neema tunazo, tusifanye ufisadi. Ufisadi haumo kwa watawala tu na kwa viongozi tu. Ufisadi unaweza ukasababishwa hata na mtu wa chini, msukuma mkokoteni. Tujichunge. Jambo muhimu la kuzingatia pia, masalihul amma, mambo ya umma. Njia ni ya umma, hospitali ni ya umma, kisima cha maji ni cha umma, taa za barabarani ni za umma, amani ni ya umma. Kuharibu vitu hivi dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko kuharibu cha mtu mmoja. Haimaanishi kwamba cha mtu mmoja kwamba hakina makosa, pia kina makosa. Angalia, unapoiharibu njia, tunawaharibia watoto wasipite kwenda shule. Wageni wanaopita kwa safari zao za misiba na vitu vingine wanashindwa kupita. Wewe mwenyewe kwa matatizo yako unashindwa kupita. Kosa hili linakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu njia hii iliyoko nyuma ya msikitini hapa ni yetu sisi sote. Kwa hivyo ninapoiharibu mimi njia hii, nathibitikiwa na laana na maombi ya umma mzima uliojaa msikitini. Tabaki salama nini? Hii ni ya serikali. Serikali ni jina, ile ni ya kwako. Zile taa ni zako, ile barabara ni yako, ile hospitalini ni yako, ile amani ni yako, si ya serikali. Kwa hivyo unapoharibu kitu hiki, wewe ni asi,
Wewe unaleta ufisadi katika ardhi, na Allah hapendi ufisadi. Wewe ni muovu unayestahili kupigwa vita na kila moja katika sisi. Haifai. Haya ni masalih al-amma. Si ilipita taharuki hapa kwamba maji yamewekwa sumu, natoa mfano tu. Haya, wale wasiokuwa na uwezo wa kuyanunua maji ya kwenye chupa ya dukani wanye wapi? Umeleta tarwii, umeleta shaka na hofu na wasiwasi na balbala katika umma. Umeondosha amani ya sisi kunywa maji. Tukanywa wapi na tunaweza kununua maji ya chupa? Haramu. Na ikitokea kwenu umelifanya hivyo, umma mzima unastahili kukulani wewe, na maombi yao hayatarudi patupu kutoka kwa Allah. Uislamu haukubaliana na mambo kama haya. Kwa hivyo masalihi al-amma, mambo ya umma tuyachunge na tuyaogope sana, kwa sababu ile ni haki ya watu wote, si yako wewe. Isikuhadae uwezo wa kubeba shoka na jembe ukaamua kutoboa lami barabarani. Potelea mbali. Kwanza mimi sina toyo wala sina baiskeli wala pikipiki wala gari. Toboa ardhi. Huu ni ujinga na huu ni ufisadi. Ni wajibu kwetu sisi tuishike mikono yako, tukufunge kamba, tukuweke kando. Ikiwezekana viboko tukuchape, una adabu. Kama tuna mamlaka tukuweka na ndani ukajifundisha adabu kule gerezani kwanza. Unafanya ufisadi katika ardhi. Ndio maana ukifanya uharibifu kwa mali ambayo ni khasa ya mtu, anasimama kuihami mali yake kwa sababu yupo. Kwa nini ikiwa ni amu wasisimame wale ambao wamepewa majukumu na amu ili walinde mali hiyo? Ni jambo lipo. Turudi kwenye maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, turudi kwenye dini, tutafahamu, tutatulia. Tusishughulishwe na maneno yanayotengenezwa na watu kwa ajili ya kuleta balbala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فنجعلك في نحورهم يا إله الأولين والآخرين. ربنا اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al Haq TV, fuata njia ya sawa.